Bado tunaendelea kuangaza kwenye somo letu la kuisikia sauti ya Mungu wa Utatu kwa bidii, na tukiangaza juu ya kisa cha ndoto ya mke wa Pilato sawasawa na Mathayo 24 mstari wa 19. Na tunachojaribu kuangalia katika zama hizi za leo, hasa tukiangalia juu ya kuisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Na katika somo hili nilikueleza katika awamu ya kwanza ni mara ngapi mwenzi wako wa maisha anaweza kukushauri jambo na wewe ukaamua kulifanyia kazi, ukalisikiliza, ukalifanyia kazi. Ni mara ngapi tunasikiliza katika zama hizi za leo? Ni mara ngapi unaweza kuonyesha roho ya unyenyekevu katika mambo mnayoshauriana ndani ya familia? Hali ya kushuka katika zama hizi ambazo kina mama, rafiki zangu, kina mama wa siku hizi wakishapata kitu kidogo hawasikii tena, hawasikilizi tena kwa bidii. Ni mara ngapi unaweza kuisikia sauti ya mwenzi wako kwa bidii na ukaifanyia kazi? Maana kutoisikia au kwenda kinyume kunafanya watu wengine waumie, watu ambao walipaswa waokoke kutokana na matukio yaliyowapata. Mungu anapopitisha sauti kutoka kwake kuja kwako ili uweze kusema, ili wao wapone. Unapoacha kupeleka ule ujumbe, unawafanya wale wanaoumia waendelee kuumizwa au wahukumiwe kinyume na utaratibu. Unaweza kuelewa hata pale ambapo unapoletewa ujumbe, unapokataa kuisikiliza sauti iliyo ndani ya ule ujumbe, unawafanya wale ambao walipaswa wapate nafuu, msamaha wa ule ujumbe, wasipate ile nafuu, bali wapate madhara. Na wakati mwingine Mungu wetu anapotufundisha kuwa wanyenyekevu, kusikiliza, anatuandaa sisi mapema katikati ya maisha yetu kuishi maisha yatakayofanya anaposema tusikie, kuishi maisha ambayo akisema usikii ni tatizo. Na katika zama hizi ambazo kila mtu ana neno la ufunuo, kila mtu ana pesa, kila mtu ana maarifa, kila mtu anajiona anajua, ni ngumu kusikia mwenzi wako, hasa haki sawa kwa wote. Wakati fulani niliwahi kuelezwa na rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa anamiliki mali fulani na ana fedha za kutosha na mali za kutosha, lakini alitaka kuuza moja ya mali yake ambayo ni hot cake. Si kwa sababu alikuwa na shida ya fedha, lakini ananieleza huyo baba, mtu mzima, ananieleza alipotaka kufanya ile maamuzi, mke wake alimwambia, naomba baba na kuomba baba, hebu subiri kwanza. Na ananieleza hajui kwa nini mke wake alimwambia hivyo, subiri kwanza. Na akasema kwa sababu hakuwa na haraka na nini. Ananiambia miaka kama nafikiri mwaka 2005 ananieleza kitu hicho. Baada ya miaka kadhaa ananiambia anapata fedha yani zisizo za ajabu kutokana na ile resource. Na ananieleza hajui ni kwa nini alisikiliza sauti ya mwenzi wake, alimwambia baba, hebu subiri kwanza. Na hajui subiri hili, akajikuta tu amesubiri, hakuuza ile mali ya thamani sana. Na aliwahi kunipeleka akanionyesha, leo anapata kiasi kikubwa cha fedha.
alisikiliza sauti ya mke wake kwa bidii, na ni lazima walikuwa na mahusiano mazuri na mke wake, kwa sababu mume wako hawezi kukusikiliza kama nasumbua kichwa, lakini alisikiliza. Mwingine